Hivi unajua jinsi gani wewe kuna uchungu nayo? Isitoshe unatoka guest na mwanaume, mnafanya kufanya, alafu isitoshe unamleta mwanaume kwenye nyumba yangu, kwenye mamlaka yangu. Mimi sijaenda naye guest, mimi nimekutana naye tu njiani kanisaidia tu. Nimekutana naye tu njiani akawa amenisaidia. Anakusaidia? Nimekwambia ingia maji dakika moja, uje uoshe vyombo hapa nyumbani. Isitoshe umeenda kukaa masala wewe. Unachota tu hayo maji, alafu saizi unakuja kuniambia kwa guest. Mpaka mwanaume mimi naosha vyombo. Mwanaume mimi naosha vyombo, mwanaume. Toka lini mwanaume kaosha vyombo? Wewe umekuja kufanya kazi gani? Umeona? Una ujauzito. Una mimba. Unaenda guest. Mungu nakuhakikishia kia Mungu na hapa kwa Mwenyezi Mungu ananisikia mimi na kwambia mimi sienda na mwanamume guest. Nimekutana naye tu njiani akanionea. Mungu akanisaidia mimi. Sasa ili nione ukarudia tena siku nyingine, mtoto aliyoko humo tumboni atazaliwa kamili. Shemeji, kazi ndio haya. Sasa hizi bwana. Wewe, msungwa. Hivi naona au naona? Wewe nani? Mimi nilikuwa nasaidia tu maji shemeji, naona alina mvua na jinsi alivyo sio vizuri, ndio maana nimekuja kusaidia maji na kusindikiza katika kazi yako. Wewe ni nani? Unajua kusaidia sana? Unajua kutoa misaada kwa wake za watu? Unajua kama ni mtu? Bana, ni huruma yangu tu. Unawezaje kumsaidia mke wa mtu bila ridhaa kutoka kwa mume wake au bila ridhaa kutoka kwenye sheria inayohusika na mamlaka ya mtu? Umepata ujasiri wa kumchukua mke wa mtu na kumsaidia. Isitoshe, yani unakuja kabisa mpaka nyumbani. Ina maana unaniweza, si ndio hivyo? Na wewe umeniona mimi sifai. Unaniletea mwanaume mpaka nyumbani. Uko naye guest huyo. Unaona haitoshi, baada ya kumalizana naye kula guest, unaona haitoshi. Umeona sasa unaanza mpaka nyumbani. Mimi sijaenda naye guest. Yaani la. Ili unajua kanuni na taratibu za sheria nchi. Kama unapomsaidia mke wa mtu anatoka mpaka utakuwa mwanangu. Hapana. Mimi mwanangu tu. Unauma gani? Unatoka naye guest. Umefanya vya kufanya. Umeona haitoshi. Unaleta mpaka nyumbani kwangu unaniweza. Hivi unajua jinsi gani wewe kuna uchungu nayo? Isitoshe unatoka guest na mwanaume, mnafanya kufanya, alafu isitoshe unamleta mwanaume kwenye nyumba yangu, kwenye mamlaka yangu. Mimi sijaenda naye guest, mimi nimekutana naye tu njiani kanisaidia tu. Nimekutana naye tu njiani akawa amenisaidia. Anakusaidia? Nimekwambia ingia maji dakika moja, uje uoshe vyombo hapa nyumbani. Isitoshe umeenda kukaa masala wewe. Unachota tu hayo maji, alafu saizi unakuja kuniambia kwa guest. Mpaka mwanaume mimi naosha vyombo. Mwanaume mimi naosha vyombo, mwanaume. Toka lini mwanaume kaosha vyombo? Wewe umekuja kufanya kazi gani? Umeona? Una ujauzito. Una mimba. Unaenda guest. Mungu nakuhakikishia kia Mungu na hapa kwa Mwenyezi Mungu ananisikia mimi na kwambia mimi sienda na mwanamume guest. Nimekutana naye tu njiani akanionea. Mungu akanisaidia mimi. Sasa ili nione ukarudia tena siku nyingine, mtoto aliyoko humo tumboni atazaliwa kamili.
fundisho. Mbavu ndo asimwe. Wataka nionekane ni mbaya. Mama mimi. Mama. Mungu wangu mimi. Yaani mimi ndio jeshi la mtu mmoja. Yaani ni yule nimemwekea kipolo. Hivi kakaangu samani. Hivi ungopo wewe ndio mimi mfano nikuulize swali. Unatoka hapa unamwamini mtu, rafiki yako, BFF wako, unampenda kwa dhati. Unamwalisema mambo yako yote ambayo unayafanya. Mimi hapa nilipo nina bwana wangu. Huyo mwanaume mbonge la baba. Dume ni dume, yaani dume sio jike, dume ni dume. Nimetoka hapa nimeenda kumsimulia rafiki yangu lakini alichonifanya. Ameenda kuyabeba mambo yangu yote ameenda kuhadithia kwa watu wengine. Hivi ngopo ungemchukulie, je ungemfanyaje? Ndio unakutana naye hivi kama nilivyokutana mimi na wewe. Nakwambia hivi ni ungogopo wewe ndio mimi ungemfanya nini? Yaani mtu tukashatoka hapa, kaenda kumbomoja maneno yako yote kwa watu. Kamwambia kila mtu. Yaani mimi nimesimama hapa najua nimesimama na mtu kama nasimama na zombi. Mama yangu, mimi nabomoja peke yangu. Kumbe usikii. Poa sana baby. Kweli? Ndio. Kwa siku hizi yani hata unitafuti kama siku za nyuma ulivyokuwa ukinitafuta. Au kisa mwanamke wako ujauzito alikuwa nao? Hapana. Kwa nini umeanza kubadilika? Kwa sababu unitafuti sasa hivi mpaka yani mimi kuna muda natamani nikutafute wewe lakini nashindwa, uenda uko na mke wako. Mimi siwezi kubadilika. Wewe ni mwanamke mwenye thamani kwangu. Naanzaje kubadilika? Na pia siwezi kukusahau kwa sababu ni mwanamke ninayekupenda sana. Basi kama ndio muda wote mpenzi wangu. Nikumisi. Umemisi nini kutoka kwangu? Sinajua mambo yetu yale. Kwa hiyo nataka nikaichape. Mama yangu wewe nimepoteza. Angalia lilivyo. Mimi najua jitu kweli nimekutana na mtu kweli nimekutana na kiziwi. Mduda mzima wanabeba mabosi wenyewe wanafanya kazi ofisini. Wewe tena usikii na kuona kwenyewe na hisi uone ndio umevaa na macho mawili. Kwenda huko na macho manne wewe mtu kawaida. Ndio maana ulinyimwa mdomo wa kuongea, aliangalie vile. Mimi najua naelezea jitu lenye akili. Yaani nikikutana lingine nikaliambia nikajibu kama kazi wanayo. Yaani leo wamenitibua kila kitu. Ndio, sinajua mambo yetu yale. Unamaanisha leo unataka zile mbilinge za mimi na wewe? Ndio. Sawa. Ila nikuombe kitu. Sio kwa leo. Usikasirike. Leo haitowezekana. Ila nakuahidi kesho. Kesho nitakuwa na muda mzuri sana na sahihi wa kuenjoy na wewe. Kwa hiyo nakuahidi nitafanya mpaka itachanganyikiwa. Shanza wewe hadi zako kila siku ambazo haziishi. Mimi nilijua leo tunaondoka nyumbani afu unakuja kunipanga tena kweli? Sawa baby, usikasirike. Leo kuna swala la msingi sana nalifuatilia. Japokuwa hata hili lako ni la msingi pia. Ila nakuahidi kesho mapema sana nitakuja. Na tutafurahi sana. Naamini utafurahi. Kwani si unanikumbuka? Haya bwana, lakini siwe ahadi zako hizo za kila siku. Usinunue, nitakuja tu. Sawa. Sawa. Ndio hivyo ndugu yangu. Yaani maisha kiukweli ninayoishi na mume wangu ni maisha magumu sana. Binafsi kwa upande wangu, yaani light ungekuwa wewe kwa jinsi ninavyokujua, nadhani hata usingeendelea kuishi na huyu mwanaume. Ni mtu wa kufoka kila saa. Haipiti dakika ni mimi na yeye kufokezana tu. Ila kwa vile ni ndoa na hichi kiumbe nilichokibeba tumboni mwangu, sina jinsi, inabidi tu nivumilie.
Pole sana rafiki yangu. Lakini mimi nadhani ni hali ya mimba tu. Ukijifungua kila kitu kitakuwa sawa. Unajua mtu akiwa na mimba, huyo mtoto sijui anafanyaje. Anasababisha magomvi ndani ya nyumba. Yaani unajikuta tu baba anakuchukia na wewe, yani mnachukiana, maugomvi yasiyokuwa na sababu. Lakini utakavyojifungua kila kitu kitakuwa sawa. Ila isingekuwa hii mimba, mimi ningekuwa nishatoka. Karibu bwana. Shikamoo. Heshima mtu mzima. Lazima kae chini ndio msalimie. Wewe mtu nimesimama shikamoo mama. Mpumbavu. Haya mkia hapo. Shikamoo. Marahaba. Jambo. Karibu bwana. Shikamoo. Marahaba. Haya. Mbona nimemkuta? Hapana, yupo kaenda kwenye mihangaiko yake. Mihangaiko ipi? Nisikilize mama. Nataka chumba changu. Yaani sitaki maneno. Kweli dishilaza mlimamo DJ kashe kipunto chake pale. Hivi si mwenzio na nyambo shimo huyu. Sasa ngoja. Huyu ndo atafikisha ujumbe kwa wenzie. Anijui. Ni yeye. Wewe mwenye sura kama umeachwa na shetani. Nimesikia wewe kicha mwenzio ananitafuta. Sasa mwambie kisikita mpingo na mimi namsaka. Yani saka tu saka, si unaelewa? Bwana nyamaza. Bwana nyamazisha mimi? Kumbe na au kuna mwingine hapa? Hivi unajikutani kwa mfano hapa mtaani, wewe tunakuogopa sana, hatukuogopi hata kidogo. Mtu mwenyewe hueleki mweusi kama mkawaida kama mnarudi nyuma. Kuna lolote lile. Unajeuri ya kubishana na mimi? Mimi mweusi kama narudi nyuma. Rangi ya dimu, rangi ya Tanzania hii. Kila kona natamba, si unaelewa? Kuna rangi nyeupe kwenye bendera. Kama ndembe nimekushinda. Nyonyo bado limesimama, utanyamazishana nini wewe? Muangalie kule. Macho yamemtumbukia kana nataka kufa kesho. Mdomo umempinda kule. Tena unikome. Mwambie huyo mwenzio. Toeni kila kilicho chenu mundani kama magodoro, si kitu gani, vyombo, mabakuli, si mfuniko, toa nje. Nakaka chumba changu. Baba, mimi nafikiri hilo swala ndo mume wangu analolihangaikia. Na huko alikoenda kwenye mihangaiko yake, nenda kutafutia hiyo kodi. Mtu anaogesha mbwa huko kwa chini afu sasa anafanya kazi kueleweka. Kuogesha mbwa. Nataka chumba changu. Yaani toa kilicho chenu. Sawa, kama mnakojua kitandani mnafanya toa nje. Mimi mpaka yeye kimila 30 mpaka leo hujifungui mtoto na kichwa kama spoku. Lakini baba, ungejaribu kuwavumilia tu. Unajua huyu na hali aliyokuwa nayo. Wameyumba tu kidogo kiuchumi. Lakini hela yako atakupa. Hanya buku. Sungula. Ngole. Fanya pua kama mshumaa. Haya kuhusu. Mtu gani wewe kisura unaenda mbele arudi nyuma kama unakata kona sheri. Haya. Pua kama kigoda. Nyumba ya kwako hii. Kapige mswaki. Nataka chumba changu. Wewe. Una kifadulu au? Sipendi watu wenye vifadulu kwenye nyumba yangu. Haya. Huyu baba anawadai. Fanya mpango, mwambie shemeji alipe.
la sivyo hautapumua, utakufa. Yule baba ni anagubu, naijua mimi ile ngoma. Hawana mwenzio mnaishana shetani. Mwambie anikome kama alivyokoma kwenye nyatiti na mamake mzazi. Mimi kisikicha mpingo siguswe. Si unaelewa? Alafu umepauka sio kitoto. Muangalie sura yake ilivyomjaa changamoto. Ukikuangalia usoni kwenye kwanza huna hata bwana. Kama huna bwana mwambie tukutafutie. Si unaelewa? Mwanamke mzima ovyo. Nilipokaa tu hapa nasikia alfu tupu. Mwambie wewe mwenzie namtafuta. Si unaelewa? Mpikishie ujumbe. Takataka wewe. Unadhani nakuogopa? Sikuogopi wala wewe usi wako. Kuna cha kunifanya. Nguvu zenyewe huna. Cha kunifanya huna pia. Huna hata mia kwa kwenye shida. Kuna kuombaomba. Kuna lolote. Wewe unasemaje wewe? Unajeuri kunijibu mimi? Wewe unasemaje wewe? Unajisikia? Unajua mimi sichezi mara mbili oya. Oya! Utarisha mizimu. Wana mind sana watu kama nyie. Mpikishie taarifa huyo. Mwambie namtafuta.